Ni faida gani ambayo umeipata? Kwa nini ulitaka kuja kujitolea Tanzania na sio nchi nyingine? Kwa mimi? Kwa sababu mimi nilifikiri nataka kuenda nje, kuona nchi wengine. Na mimi sijui kwa nini, lakini nilifikiri nataka kuenda Afrika. Mimi sijui kwa nini, lakini ilikuwa Afrika, sijui. Baada ya hapo nilifanya research huko internet na nilifikiri sawa, nchi gani ni salama, kwa sababu hapa Afrika nchi wengine si salama sana. Kwa hiyo nilipata Kenya, Zambia, Rwanda na Tanzania. Na baada ya hapo nilijaribu kupata mahali kufanya mtu wa kujitolea. Hapa Zambia nilipata mahali, na Rwanda nilipata kazi, na pia Tanzania nilipata. Kwa sababu unahitaji kuandika kila kitu, kama kwako unaandika kila kitu, kusema kwa nini unataka kuenda hapa, na mimi nilisema nataka kujua culture mpya, na mimi nataka kuondoka comfort zone. Kwa hiyo nilijaribu na niliandika kila kitu, na nilipata kazi huko Rulenge kwa organization kutoka Ujerumani. Ndio, na baada ya hapo nilifikiri Tanzania ni nchi nzuri, na mimi nataka kujua kila kitu, kupata experience mkubwa. Na kwa sasa naishi hapa mwezi 11 kwa sasa. Na mimi napenda sana, na mimi naomba kufanya hiyo tena, lakini nahitaji kuenda chuo kwanza. Okay. Chuo miaka mingapi utaenda? Kwanza miaka 6, baada ya hapo nafanya internship, baada ya hapo nitarudi kwa miaka 4, kwa sababu mimi nitasoma daktari. Okay, tuwaambie wa Tanzania pengine umeshapata boyfriend wa Tanzania, kwa hiyo hopefully kwamba utakuja Tanzania na kufanya maisha yako Tanzania. Ndio, huyu ni daktari pia, tulifanya kazi pamoja huko hospitalini huko Rulenge, lakini kwa sasa alipata kazi wengine huko vijijini ndogo huko Morogoro. Ndio, na huyu aliniambia kwamba nitamaliza chuo, baada ya hapo labda naweza kufanya internship hapa, lakini amesema hamna haraka, pole tutaona. Kila kitu itakuwa vizuri, Mungu akisaidie. Kwa hiyo tutaona. Huyu anafurahi sana, mimi naomba kuwa daktari. Anafurahi sana. Na mimi, kwa sababu mimi napenda Tanzania sana, kwa hiyo nitarudi Tanzania kufanya kazi, lakini huyu amesema hamna shida, anataka kunitembelea huko Ujerumani, lakini amesema hamna haraka, pole. Huyu ni mtu mzuri kwa kweli, kwa sababu nilikuwa ogopi kidogo, kwa sababu huko Ujerumani tunapata documentation nyingi kuhusu mzungu amepata mchumba kutoka Tanzania, na ilikuwa vibaya sana. Lakini mimi nilipata mtu mzuri. Okay. Asante sana, tunakupongeza kijana kwa kumpenda na kumpa uhuru wa kuendelea na masomo yake. Mimi naahidi pia nitaenda kumfanyia interview na mimi pia mama yako wa Tanzania. Tafadhali. Si ndio hivyo? Nipe experience yako wewe. Tunapata breakfast, ukasema mkaniambia kwamba kule Ujerumani kama mtu anakuja mnakula. Eleza hiyo watu wajue hiyo. Karibu. So kwa mfano kama tunapata chakula na mtu mmoja watu wanapenda kutembelea, wanahitaji kusubiri, baada ya chakula wanaweza kufika. So hapa Tanzania kama mtu anasema hodi, tunasema karibu chakula, karibu kiti, hii na hii. Ujerumani ni sawa, subiri, baada ya chakula unaweza kufika. Na kama unapenda kutembelea mtu, unahitaji kufanya appointment. So kama unaona ratiba sawa, leo saa 10 unaweza kufika, tunaweza kunywa chai. Kila kitu kwa ratiba na kwa appointment. Si ndio? Nimefurahi sana kuwa na nyinyi siku. Ninaamini
Kesho pia saizi wanaenda kutembea mjini, lakini pia nitawapa nafasi ya upendeleo. Tutaenda Lake Duluth, watafanya sunset kwenye boti na tutafanya hiking kidogo, ndio maana nimekaa kitalii kabisa, mavazi na nini kama mnavyoniona. Lakini kikubwa ambacho ninatamani sisi kama Watanzania kwamba je, vijana wetu pale wanavyomaliza chuo, yani mnapokuwa chuoni, aidha likizo ya miezi mitatu ama umemaliza form 6, kutoka form 6 kwenda university ni muda mrefu sana, wanachukua kama mwaka mmoja nafikiri. Sisi kama nchi au kama mashirika, je, hatuwezi kuandaa program za hawa vijana kuweza kuenda sisi hatuwezi kwenda pengine nje, inaweza kuwa ni gharama zaidi, unanielewa, lakini pia tukawa na hiyo volunteering spirit ambayo tukawaandalia vijana wetu kujivolunteer kutoka mkoa mmoja, pengine akawa anatoka Mtwara anakwenda Mbeya, wa Mbeya anatoka Mbeya anakwenda Tanga, wa Tanga anakwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaweza tukawa na hizo kwa nimepata hilo wazo na ninatamani pia kuja kulifanyia kazi na kuona namna gani ambavyo hao vijana wetu wanaweza wakawa na hiyo experience ya kutoka mkoa mmoja hata kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, kuliko ile wanamaliza wanahang. Kwa naomba pengine hata kama ni serikali au wadau wa maendeleo tukaona hilo namna gani ambavyo tunaweza tukafanya. Hao wenzetu wanatoka nje lakini ni gharama, na huyu kijana alivyotazama anakuja Arusha akaanza kusema kwamba mimi sina pesa na nini, na nimewaambia kabisa watakaa hapa free, watakula, lakini kitu ambacho kwa siku hizi 2-3 watakazokaa, yani kwenye breakfast tu leo mazungumzo ambayo wameongea ni yale ambayo tumeongea like 1 hour. It was so powerful. Kwa hiyo mimi ninasema experience yenu nyinyi ndio gharama yenu, gharama ambayo ndio mnailipia, si ndio? Kwa hiyo naomba tu muendelee kushare na nini, na mimi ninaamini kwamba siku moja, kwa sababu natamani mimi nakimbia marathon. Kwa hiyo nina mpango pia, nimeweka Berlin 2029 nitakimbia Berlin marathon. Yes, so yes, nimeanza kusave, lakini next year nitakimbia New York City marathon November. Yes, kwa hiyo nimesema kila baada ya miaka 2 natakamani nikimbie zile 6 major marathon in the world. So Berlin is one of the major marathon. So I'll be there. So lakini labda wakati naenda kumaliza kwa siku ya leo ni kwamba huyu kijana nilivyoonana naye na akawa very much interested na kufanya utalii, akasema hajafanya utalii sana, ameenda tu Nyasa na nini. Kwa mimi bado naahidi pia na wadau mbalimbali ambao watajitokeza kunisaidia, na natamani yeye kabla ya kurudi mwezi wa 8 aweze kutembelea Kitulo National Park. Lakini pia tuweze kufanya hiking ya mlima Matogoro, labda sasa tukafanya utalii pale Kuchiperamio kabisa, tufanye documentary ili wanavyoondoka waweze kuondoka na ile mtazamo kwamba kuna vivutio vingine southern part of Tanzania. Kenda Ruhila tukafanya hiking, tunaendesha baskeli pale na nini. Kwa it's very, lakini nimeahidi kwenda kumtembelea huyu binti kwa kweli, kwa kama yeye ametoka nchi mbali kabisa na yuko kule Lulenge Ngara. Kwa hiyo tutakwenda, yeye anaondoka tarehe 17 mwezi wa 7, kabla nitaenda na kijana wangu tufanyie documentary kule ile. Yes kabisa. Kwa hiyo have my promise, nitakuja hapo ili tuone namna gani tunafanya. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, mimi kama Mtanzania nimeona kwamba nina haki kabisa ya kuweza na mimi kutoa mchango wangu wa kuaccommodate hapa na kuwapa chakula na mahitaji mbalimbali, unanielewa na a very nice room. Wameanza kufanyia documentary wao wenyewe. Kwa karibuni mnapokuja Arusha tafadhali muweze kuwasiliana na mimi kwa ajili ya sehemu ya malazi, lakini pia sehemu ya kuweza kujifunza. Kwa tuko tayari sasa kwenda kufanya utalii wa mjini Arusha, alafu tutakwenda kufanya sunset pale Lake Duluth. Karibuni sana, mtafurahi, si ndio? Asante sana. Yeah, na pengine lunch tunaweza tuenda kutukapata mahali panaitwa Uzunguni.
Safi. Uzunguni. Napenda chakula kutoka Tanzania sana. Mimi napenda ugali sana. Kila siku ameniambia napenda kukula ugali tafadhali. Ugali na nini? Ugali lazima uwe maharage au na nyama, mboga, mchuzi, kila kitu. Nilimtembelea na wao kule Mbinga. Mbinga na marafiki zako walifika nyumbani kwake. Na walianza kupika viazi na mayai kama chips no. Kutoka Ujerumani. Ni chakula kutoka Ujerumani, ni tofauti kidogo. Lakini mimi nilisema hapana, ngoja na nataka kununua chakula wa Tanzania. Naenda huko, ilikuwa sijui stendi moja na niliunua ugali na nyama na maharage. Baada ya hapo nilifurahi sana. Kwa jioni ya leo dada Mariam ataandaa ugali na mboga za majani na kweli tuna maharage kwenye friji na utakula na nyama ya kuku. Asante. Leo jioni ugali. Asante, nitafurahi sana. Ya, kwa kweli chakula wa Tanzania ni tamu sana, ni kizuri sana kwa sababu masala ni tofauti sana. Kama unakula chakula wa Tanzania ni tofauti sana kama sisi huku Ujerumani tofauti kila kitu sana. Ni produced Ujerumani. Kila kitu ni tofauti. Sio ground nutrients. Hapa Tanzania ni fresh kabisa. Lakini huko Ujerumani sio fresh. Kwa sababu unaenda supermarket mkubwa unapata kila kitu la plastic. Lakini hapa unaenda huko stendi, unaenda store kidogo, dukani kidogo, kuna kwa maana asubuhi nimefurahia parachichi sana. Kwa sababu parachichi moja kule ni ghali sana. Bei ghali sana. Ndio. Huko Ujerumani kama unapata au unanunua parachichi moja ni kama labda hizo ndogo sana. Unahitaji kulipa labda 15,000 shilingi 15,000 kwa moja tu. Kwa moja ndogo na sio kitamu. Na hapa Tanzania mimi naishi vijijini, kwa hiyo huko bei ndogo sana. Huko Rulenge, kwa hiyo nitapata parachichi 4 mkubwa sana kwa 1,000. Jamani, niseme nini tena, sisi wa Tanzania tuna neema kubwa sana, lakini pia tunapaswa sisi kama Tanzania kutembelea nchi nyingine ili kuweza kuthamini nchi yetu. Wanasema usipotoka hauwezi kujua thamani ya kile kitu ulichonacho.